About victory from within. Ningependa kuzungumza kuhusu ushindi utokao ndani. When I was reading this scripture, particularly the whole of this verse, wakati nilikuwa ninasoma hili andiko aswa hili fungu lote, I came to understand that the Philistines were just staying near the children of Israel. Nilikufahamu ya kwamba Wafilisti walikuwa naishi tu karibu na watoto wa After Israeli. the children of Israel had left the land of bondage, wakati wana wa Israeli walitoka katika kifungu, they came to stay along with their enemies, which are called the Philistines. Walikuja kuishi karibu na adui zao ambao walikuwa wanaitwa Wafilisti. And these people, it is said that if you read very well from verse 1, that they oppressed the children of Israel for many years. Na hao Wafilisti ukisoma katika mstari wa kwanza, waliweza kufinyilia Waisraeli kwa miaka mingi. This is the time when David was going to become the king of Israel. Ndio wakati ambao Daudi alikuwa anaenda kuwa mfalme wa Israeli. And remember that Saul was the one ruling that time. Nakumbuka Sauli ndio alikuwa anatawala wakati huo. And at the same time, David being anointed as the king. Na wakati huo Daudi akipakwa mafuta kuwa mfalme. So Saul decided to start pursuing David. He wanted to kill David. Kwa hivyo Sauli akaamua kumfuata Daudi, anataka kumuua Daudi. So for many years, David escaped the trend or the pursuit of Saul. Kwa hivyo kwa miaka mingi Daudi aliweza kuhepa hii mnaso wa Sauli. Because he was running for his life. Kwa sababu alikuwa anakimbilia maisha yake. Now again comes here an opposition that even was threatening these families. Tena kuna kuja pingamizi ambao ilikuwa inatishia hao familia. So David, being that he was in the wilderness or he was in the field looking after his father's sheep. Ikiwa Daudi ako katika jangwani wakati anachunga kondoo ya babake, faithfully looking after his father's sheep, akichunga kondoo ya baba yake kwa uaminifu. One day he was called by his father to go and look the fare of his other brothers. Siku moja akaitwa na baba yake aende angalie hali ya ndugu zake. So he was told to go and take food for them to ensure that they are well kept. Aliambiwa aende apeleke chakula kwa wao kuhakikisha kwamba wako sawa. So when David was going through that